Abebe mwanae, dola kwetu umechafuka. Abebe mwanae, mwanangu mpendi mbele. Abebe mwanae, vijana wanakaba sana. Pale tulipoacha gari si salama? Babu, pale mtaani kwangu. Yaani huku kote huku hata kichomolewa tairi mimi najua pa kuipata. Au si? Uswaze. Pia, kuna story gani hizo? Shaanza mambo ya shule. Sio shule. Wakati nakuja mwana. Ndio. Kuna mtoto fulani pale nikwambia kwamba mafuta amenishia. Yesu niendea kwenye simu. Sasa kuna mtoto alimsaidia pale kuniletea mafuta. Mtoto fulani hivi kama mwanya usiji nywele. Godade. Lakini sasa kanambia nakamtaa huu. Asa kwani kakutajia sikakutajia jina? Sasa anaitwa nani? Jina lake sahau hata jina lake. Ongeza kila video mingi. Lakini kwa ninapokujua wewe hujaacha namba. Lazima utakuwa unachukua namba. Au basi katika ujinga ambao nimefanya sijachukua hata namba. Ndio hapo ndo ulipobuga. Lakini kama yuko mtaani kwetu, anajua pa tutampata tu. Sura mimi nimemmaki. Au si? Nikimwona nitapata huyu. Sawa, tutampata. Abebe mwanae, afate anomuhusu. Abebe mwanae, kuna vibaka kila kona. Abebe mwanae, kukabwa so mpaka usiku. Abebe mwanae. Leo sishakwambia mara moja atakuliwa na mbili, mara mbili. Sisi nishakwambia ujisache ukashindwa kujisache. Kwa hiyo tulia, wadogo chukua masaga. Yaani kabla ubisi walije kuingia mwilini na kupiga ngumi na pori kuvunja kila kitu hapo. Chukua mali sasa. Nasemaje kwa? Wala chukulia hapo maisha hapa, si ndio? Huyo! Nisaidieni. Tukamsaidie sasa. Nao. Yule mtu uko kwenye matatizo. Ndio tukamsaidie. Sasa kwa nini achana nao babu? Sasa achana nao vipi? Mtu anachomwa kisu pale wewe unachukulia poa. Nisikilize. Hayo mambo sasa hivi hayana nafasi kwangu. Kumbuka mimi na familia. Kosha kwa mnyonge. Baridi acha niwe mnyonge ila wewe. Sasa sikia mwanangu, mimi naona mimi naona huruma, mshikaji anadhalilishwa pale. Achana naye babu, mbona unapenda kuingilia vitu ambavyo havikuhusu babu? Achana naye. Wewe nisikilize mimi hapa mtaani kwangu mimi naelewa. Sema hiyo sio fair. Yaani wewe utanilaumu lakini mimi ndo naelewa. Huku mtaani kwangu mimi naelewa kila kitu. Sisi ndo wenye ndola. Unapozungumzia ndola unatuzungumzia sisi. Sio sinyi, sisi. Nyinyi. Nini? Sawa. Sasa chukua tuchukua nenda katafuta choo jisaidie. Tabia wewe. Mwanangu mpende mbeleko. Abebe mwanae, dola kwetu kumechafuka. Abebe mwanae, mwanangu mpende mbeleko. Abebe mwanae, vijana wanakaba sana. Abebe mwanae, na kifika dola kwetu. Abebe mwanae, afate anomuhusu. Abebe mwanae, kuna vibaka kila kona. Abebe mwanae, kukabwa so mpaka usiku. Abebe mwanae. Kunaje mambo vipi? Shemeji yako kwa nani kwanza? Sikuwa blaza shemeji yangu. Kwa blaza. Amenioa? Au kuna sehemu kanitambulisha? Hivi una akili timamu wewe? Sasa sikia nikwambie. Siku nyingine ukikutana na mimi hapa njiani sehemu popote pale, usije ukanisalimia. Mimi ndo kusaidia uje blaza. Mazoea sitaki. Tena unikome. Basi naomba nikusaidie mzigo, maana boko akija akinikuta hapa sikusaidia ataanza mwevu. Shenzi mkubwa yeye. Au sio? Mimi nishajitoa basi kwa blaza.
Poa. Shikamoo. Marahaba. Ni rafiki yangu anaitwa Ashi. Ashi. Huyu ni mdogo wangu anaitwa Stumai. Karibu. Asante sana. Jisikie upo nyumbani kabisa. Mmefanana. Vipi mazingira yako ndani fresh? Niambie shoga yangu. Poa. Mzima lakini. Mimi mzima, bora hata nilipokutana na wewe hapa. Yaani, nipe habari. Niambie maana ndio nilikuwa nafuata mzigo wangu hivyo. Haya dada, mzigo wote. Wewe tena. Mimi tena sinaga dogo. Niambie. Nala kukwambia. Nimechoka. Kuna mpumbavu mmoja kanitibua, kanikwaza. Kakufanyaje na ilijua jamani? Maana jua ni kali afu kwanza utibuana. Wewe acha tu dada yangu. Sio wapumbavu wa boko. Nisikutane naye njiani anaita shemeji. Eti ni shemeji yake. Yule naye domo zege. Kweli nakwambia ni domo zege. Maana ameshindwaje kukufuata na kukwambia? Dada, na domo zege kweli. Hajai kutana na mimi hata kaniambia Jasmine mambo. Jasmine nakupenda, Jasmine nini. Hajai hata siku moja kazi kunitangazia hapa mtaani. Kwa kila mtu mimi mwanamke wake, mimi mwanamke wake. Nakasirika. Wewe naye basi muonee huruma mwenzio ka? Wewe naye umo. Muonee huruma sasa kama hivyo mambo ya zalani. Kila mtu anamwambia kwamba yule mke wangu, yule mpenzi wangu, kitu gani sasa hapo ambacho kinajificha? Maana vitu viko wazi. Aka. Sio type yangu dada. Upo. Ule ubongo tunaupeleka wapi? Akinilalia si imekufa. Bwana ubongo unakuhusu nini bwana? Dastela, wewe niache. Kwa hiyo sasa shoga yangu umeniletea, si ndivyo? Nimeletea mzigo kwako, umejaa tena. Naenda tu nachagua kwako na utaka mengine napeleka huko. Basi twende maana sasa hivi ndio mwanzo. Imetumwa. Kwanza nashukuru. Karibu bwana. Asante sana. Mimi bwana nashukuru kwanza, nimefurahi kupajua hapa. Japo nilikujaga muda mrefu. Nakumbuka kipindi kile kulikuwa na tope sana hapa. Sasa hivi umejiongeza hapa. Tumejaribu kugongea marumaro hizi kidogo, tope lipungue bwana. Unaonekana namna fulani. Sasa ndugu yangu. Unajua simu yako ilinishtua sana. Of course. Mimi nilitaka nijue tu ujio wako mtaani kwetu, unajua wewe sio kawaida sana kutokea huko. Mimi bwana kaka, ujio wangu nilikuwa nimekuja kuleta ombi kwako. Ndio. Unajua pale nyumbani fadhangu alisafiri. Sasa kipindi hapa kati hapa amerudi. Baada ya kurudi amekuja na sera kwamba anataka kunirudisha shuleni. Yaani niende nikachukue degree mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Naona. Sasa nimekuja kufikiria kwa muda ambao ni umri wangu, yani kwa umri wangu na muda ambao nimekaa kitaa, nikaona nikirudi shule mimi tena sasa hivi kwa umri huu sio kweli. Naona. Nikasema nikachekecha kichwa. Sema hapa nikucheki mwanangu, nikutafute, nikuombe. Mimi ombi langu bwana nilikuwa naomba hifadhi. Walau nistiri kwako hapa labda wiki 2 ya hivi ama 3 za Mungu akijalia, ili vuguvugu la nyumbani likae poa kwanza, sababu nataka nifanye kama nimetoweka hivi, ili waachane ni hizo habari za kwamba nataka kusoma. Umeona, wakishapotezea hizo habari mimi basi nitarudi nyumbani, maisha mengine yanaendelea. Hilo tu ndio ombi langu. Kuna maana ndugu yangu nataka kuniambia wewe utaki kurudi chuo. Kaka, umri huu mimi nirudi chuo? Ndugu zangu kama nyinyi mko mitaani mnapambana, mnaendelea kutengeneza kesho zenu. Yaani light kama ningepata nafasi mimi niende chuo.
Ndugu yangu, hizo nafasi sisi tunazililia sana yani hizo nafasi sisi tunalilia kinoma. Babu, mtaani huko unakukimbilia huko pagumu. Wewe mwenyewe umeona hali halisi huko mtaani, watu wanavolia huko. Kaka, mimi sio kwamba sitaki kusoma, lakini nishaongea na Faza tangu kitambo. Mimi habari za kusoma sasa hivi kichwa kishakuwa na vitu vingi, unajua. Yaani mimi nitamani anipe hiyo pesa ambayo nataka nikasome, nifanye walau biashara, maisha mengine yaendelee, lakini hataki. Wewe mwanangu, mimi siwezi nikakutupa, au si? Karibu. Kwa hiyo hapa cha kufanya, ngoja nilete msosi tubonye kama vipi, kwa sababu ndani naona umeme umekatika, joto kinoma. Kwa hiyo tunaleta tubonye hapa afu mambo mengine yaendelee, au si? Kwa uhakika sasa. Karibu bwana. Za asubuhi. Vipi mdogo wangu? Safi, umeamkaje? Kumekucha bwana. Mungu ni mwema. Naona umeamka mapema. Umeamka mapema hapa. Ndio. Umetulia zangu. Sasa. Mimi ndo nataka nielekee mishemishe. Ila kuna jambo nataka nikushirikishe. Unajua humu ndani tuko wawili. Kwa hiyo siwezi kufanya kitu bila kukushirikisha. Nafikiri uliona ugeni wa jana ambao tumeupata, si ndio? Yeah. Yule Ashi ni rafiki yangu kama nilivyokutambulisha, na ujio wake mkubwa hapa naweza nikasema anataka hifadhi anayoitaka yeye. Anasema kuna ugomvi ulitokea nyumbani kwao yeye na babake. Kwa hiyo baada ya kuona mambo kama yamekuwa magumu pale nyumbani, akaamua kutoka ili atafute sehemu ya kujibanza kidogo, ili mambo yakikaa sawa atarudi. Kwa hiyo naomba tumuhifadhi hapa ndani ya wiki moja, wiki mbili, akishakuwa tayari kuondoka ataondoka. Nafikiri mdogo wangu, ndio maana nimekuja niongee na wewe hapa kabla sijaondoka, ili unishauri jambo kama nitakuwa nimefanya vibaya, sababu najua wewe bwana ndio mshauri wangu. Hujakosea. Hiyo ni kihali ya binadamu, lazima, kwa sababu yule ni rafiki yako. Okay. Alafu sijui urafiki wenu umeanzia lini, imekuaje mpaka mnakuwa vile. Kwa hiyo leo kwake, kesho kwako. Huwezi jua nini kitatokea mbele yetu. Kwa hiyo wala hujakosea, kuwa na amani. Mimi nashukuru mdogo wangu. Na ndio maana mimi sikupingai, kwa sababu wewe ukiongea jambo bwana unanishauri mambo mengi sana mdogo wangu, unanitia moyo. Nafikiri basi tutakuwa naye hapa na mchukulie kama mimi. Wewe mwambie mimi sina shida kabisa, mimi ni mdogo wake. Sawa. Basi tutakuwa naye hapa, ngoja kwanza niende nimeshemishe ili nikirudi nitajua cha kufanya nini. Na pause kidogo bina. Au si? Haya, ila kula nishakuachia hapa. Sawa, nashukuru. Mwanangu mpeni mbeleko, abebe mwanae, ndola kwetu kumechafuka, abebe mwanae. Mwanangu mpeni mbeleko, abebe mwanae, vijana Tulia dogo. Tulia kwanza. Ni watoto wa 2000 msumbui. Si tushatamba sana miaka ya 90. Tulia dogo kwanza. Sikia. Si tushapoteza sana masela. Tushachoma sana na matairi. Wewe hiyo mchezo unayoleta sio si atufagilii. Sikia mdogo wangu. Takutia biswa ya tumbo sasa hivi. Tulia kwanza. Hiyo wote watakushangaa. Sikia. Ushai kuchoma wewe kwenye maisha yako. Sikia. Hebu nisikilize wewe. Takuharibu sasa hivi. Ushai kupoteza rafiki yako mmoja. Tushapoteza sana wana sisi. Maisha haya dogo bado hujatafuta wewe. Angalia. Hii namba nyingine itakuchafua. Tembea. Wewe dogo wewe.
mwanangu, yule jamaa vipi kaleta ule mzigo ama? Adamu mzigo bado hajaleta, ila anajua baadaye lazima alete. Akiwa na kawaida za kudharau mwanangu. Nisikilize, yani leo siku haipinduki. Sawa, siku haipinduki. Siku haipinduki, yani Adamu lazima aje hapa na mzigo atauleta. Nakubali mwanangu. Hivi wewe Boko, unanitafuta nini? Unatafuta roho yangu? Unatafuta kuniua? Wewe kaka una tatizo gani wewe? Hapa mtaani kote umenitangazia mwanamke wangu. Unaona nijua? Unajua nilipozaliwa? Unapajua kwetu? Mbona utumii akili? Afona unataka pigo gani wewe kwanza mwanamke? Oa, tulia mwanangu. Stop. Teta maskani hapo mwanangu. Vipi? Wewe tula. Wewe tula. Na wewe sikia, naongea na mwenye mbwa. Siongei na mbwa. Oya, anatuita pigo gani? Oya wewe. Nisikilize mwanangu, sawa? Wewe una nani yako? Wewe shemeji yangu, mimi namjua wewe shemeji yangu. Basi kama shemeji yako wewe tula mwana. Asitote pigo za ajabu sasa. Tula. Wewe. Nisikilize vizuri. Kunitangazia mtaani mambo ya kipumbavu, mambo ya ajabu, kunikosesha riziki, mwisho wa siku nikose mwanaume wa kunioa mimi kisa wewe mwenye nyama zako zimekujaa kama buchani. Ukome. Tena ukome, nitakuja nikufanye kitu kibaya, utoka uamini. Hiyo sura yako nitakuja niunguze na maji ya moto. Jiangalie nini wewe nenda bwana. Wewe nenda toka hapo na niweza kama jamii. Wewe. Na usipika tena huko. Sikiza. Tulia bwana. Sio kwa familia tuko. Wewe sio tukufikiria vipi mama mtu yule pale, sawa? Mimi naelewa mwanangu, lakini sasa pigo gani anakutoesha maskani mwanangu? Nisikilize bwana. Yaani kwanza yeye mwenyewe hajaongea na mimi siku nyingi. Yaani hapa hivyo anaongea, unaona mwana ngabwata. Yaani basi mwenzako mimi moyo wangu burudani yani. Da. Wema mzima? Safi mzima. Na kindoo chako mdogo enda kwa shemeji akajaze vitu. Niambie. Mzigo wangu uko wapi? Wewe nawe ushaanza kunichamba jua lote hili. Haya dada, mzigo wako nimepata. Lakini sijapata rangi ile unayotaka. Umekucha. Yaani wewe bana wewe. Au kwa vile tunakuopa. Ngoja hapo nikuonyeshe vitu. Maana najua unapenda vitu vizuri. Kuna vitu hivi hapa. Kuna hili. Mimi nipe hilo hapo bana. Sasa nimekwambia. Mimi sinaga vitu vibaya, yani na vitu high quality. Sipendaga vibovu mimi. Basi sawa, naenda hapo mbele, kuna mtu anaenda kuonana naye. Nikirudi hivi na kupitishia mzigo wako. Haifungui dada. Hii mbona kama kweli? Vipi? Mtonyo hapa mwanangu. Kwa katuma yule mwamba au? Sasa sijajua ni Adamu au Jovi yani. Oya, usichote mapepe bwana. Ndugu wako vipi, unamuelewa au? Mtoa kwanza. Tuliza wengi kwanza. Nisikilize basi. Mbona kama unatoa ushuzi vitani afu unataka kushtua madui na kwaje? Uko noma tu bigi. Noma vipi? Nimemkamata nimembalanisha, kuna jamaa kaletea wenge. Kanjazia nzi kibao.
tuko tunaishi mchana mdau hapa, tuko tunaishi vizuri tu wanangu. Kwa hiyo samani Talenge. Tulia basi kwanza tu. Hebu tupe michango vizuri kwanza. Subiri kwanza, sikiliza. Acha umeusha sasa hivi nitakukanda vile vile. Hebu ongea maneno ueleweke. Maana utoka huko mbio unakuja hapa na mawenge yako jazi, afu sasa tukuelewe na tuletea noma. Hebu ongea vizuri. Hamna bigi, kuna mshamba nilikuwa nimemkamatia kati hapo. Nishamkamata nini, nishachukua kila kitu changu. Si unajua? Katokea mshamba mmoja kidali tu ana mindevu. Unajua unamjua bigi. Uchochoroni hapo chocholanika njazi ya unzi kibao rafiki yangu. Nishachukua mali tunaishi mchana. Kwa umeacha kijiji huko nyuma. Kijiji wapi jamaa, alikuwa anataka kunjazia watu na mtoroka kanipiga sana mishuti ya mbavu yani wanangu. Yani kanichezeshia sana wanangu. Msubiri kwanza. Umekutana naye uchochoro gani huko? Uchochoro nani hapa anapeta kwa nani hapa? Mshikaji mmoja kidali unamjua na mindevu hivi. Kanichezeshia kinoma wanangu. Yani mimi nilikuwa sasa mali tunaishi mchana. Msubiri kwanza. Kwa hiyo mshikaji ndo kakuletea noma, umekuwa na mkaba au kuna mtu mwingine huko? Kuna mtu nilikuwa na mkaba, mshikaji ndo kaniletea noma, nilikuwa nishachukua vyangu tunaishi mchana. Yaani unaona muda huu tuko tunaishi vizuri hapa maskani. Unajua hii ndola, sisi ndo wenye ndo? Ndio wenye ndola. Wewe sio wenye ndo? Ndio wenye ndola. Wewe jamaa kaleta mapepe, kaleta wengi, kaleta salao. Oya wewe amini kaleta tunampata. Haina kusanda, haina kusanda. Mimi nishamjua. Amini. Twendeni. Mwanangu mpeni mbeleko, abebe mwanae, ndola kwetu kumechafuka, abebe mwanae. Mwanangu mpeni mbeleko, abebe mwanae, vijana wanakaba sana, abebe mwanae. Na akifika ndola kwetu, abebe mwanae, afate anomuhusu, abebe mwanae. Kuna vibaka kila kona, abebe mwanae, ukabwaso mpaka usiku, abebe mwanae. Sogea kwanza. Sawa. Ongea namba yako. Sina simu. Una simu? Toka umetesaje? Simu. Unaandika namba yako wewe. Mbona mbona anavozingua? Sikiliza. Neno mtoto msaifu. Wewe twende kwanza. Mimi sishamjua mtu mwenyewe, tuondoke. Afa tuta mama, achana nao. Hapo. Sawa. Wewe. Msoko alingoja kwa kusindikiza wewe. Unatujua sisi? Kwani kuna shida gani? Namkumbuka huyu mwanangu. Tulia wewe. Yaani wewe umekuja kwenye mitaa watu afu unataka kujifanyia wewe hilo kwenye zile movie za kizungu, si ndio?
Oya, vipi? Udada design kama vile anahitaji msaada. Au sio? Si fresh lakini? Dua. Unaona si kizunguzungu si nini? Basi poa, tutasomana mbida basi. Poa. Mwanangu mpeni mbeleko, abebe mwanae, ndola kwetu kumechafuka, abebe mwanae. Mwanangu mpeni mbeleko, abebe mwanae, vijana wanakaba sana, abebe mwanae. Na kifika ndola kwetu, abebe mwanae, afate anomuhusu, abebe mwanae. Waswahili wanasema daima kicheko cha furaha cha mtoto hakitambuliki kwa mzee aliyekuwa na shiba. Mimi tembo, mimi mwamba wa hii ndola, nashindwa kufanya maamuzi mazuri na magumu kwa sababu yule binti. Kiukweli nampenda sana, natamani siku moja alitambue hilo. Kwanza nashukuru sana dadangu. Hamna shida. Lakini nilitaka nijue kitu gani ambacho kimempata. Ni hawa ndugu zetu akina Boko ndo wamemuumiza. Boko huyu? Huyu hakuna mtu mwingine katika ndoa hii. Sawa. Sasa wewe umejuaje mimi nakaa hapa? Alivyonitajia kwa kina Wanzagi ndio nikakumbuka hapa mtaani hamna Wanzagi mwingine tofauti na wewe. Kwa sababu mimi natumai mdogo wako ni marafiki. Kwa habidi tu nimlete hapa nyumbani. Asante sana dadangu, nakushukuru. Sawa, hamna shida kaka. Haya dada. Msokuwa na haya, msokuwa na aibu hapa mtaani. Vipi mbona sikuelewe? Msojua wageni wala wenyeji katika hii ndola. Mtakuja kufa vibaya nyinyi. Mtakuja kufa midomo wazi, washenzi wakubwa nyinyi. Na una bahati muda mchache uliopita hujakuwepo. Kama ungekuwepo na watu wangetokea mngekufa vibaya nyinyi mbwa nyinyi. Sasa sikia nikwambie. Kama mimi mpumbavu mwenzio si Boko, si mnamuita bosi, sijui nani. Kama ni mwanaume kweli, anavaa suruali na mkaa vizuri. Haji anijibu maswali yangu unayotaka kumuuliza. Si unanielewa vizuri? Si anafikisha ujumbe kama ninavyokuambia mwana Isaya. Bahati yako shemeje. Tukufilimba ulembe. Laiti ningalijua kama maisha haya niliyochagua sio rafiki na sio salama kwangu, nisingalikuwa naishi. Jambo. Kaka. Sasa Yashi, pole sana, lakini Yashi, nikwambie kitu, siku nyingine usifanye hivyo. Itakiwa unijulishe ukishafika pale barabarani, mimi ningekufuata. Ndugu yangu, mimi nakuelewa, na hiko ambacho unaongea mimi ndo ambacho nimekifanya. Nimefika pale nikapiga sana simu yako, lakini haukuokota, yaani simu ushiki. Kwa nikasema nije mdogo mdogo, kwa sababu baadhi ya chochote nilikuwa nazikumbuka. Lakini wakati kila ninavyozidi kutembea na nini, mwisho wa siku nikakutana nao jamaa, kwa sikuwa na namna yani. Pole, yule dada amenielezea kila kitu alokuleta hapa. Pole sana. Vipi? Kuna majanga kidogo yametokea kwa ndugu yangu. Na huku tena? Unamaanisha nini kusema kwamba na huku tena? Haya, kwangu tuachane naye. Subiri na kaka. Kaka Yashi, vipi? Safi. Sasa nisikilize.
kwa sababu wewe ushafika hapa, hayo mengine nitakuelezea, lakini hakikisha huyu apate chochote kitu, sawa? Vipi biashara yako umemaliza mapema leo? Hapana, tutaongea baadaye. Basi sawa, ngoja niende dukani hapo nichukue fegi na rudi, sawa? Sawa. Anza kuandaa hapo huyu apate chochote kitu. Wanakuja. Oya Nzage, sema mwanangu, una maana wa nini? Wewe kuniacha mimi jana ninginia kwenye mikono ya watu pale mwanangu, na kukwambia oya nisaidie, basi unaniacha. Unajua wewe bwana kijana, wewe ukosagi lawama. Yaani wewe kila siku ni mtu wa lawama. Alafu kitu kingine kinachokuponza wewe ni unyonge. Hivi unyonge mbele ya kisu. Wewe kisu kwenye ukuta hivi anataka kuchomeke, unaona unyonge ule unyonge. Mtu mbili unyonge. Sikia, mimi sasa hivi mimi na mambo yangu na familia, kwanza kumbuka, kujiingiza kwenye matatizo kama yale sio issue. Na ndio maana wewe itakiwa utembee uwe makini. Kwa nataka kusema kama uliacha wanikabe mimi kwa sababu wewe na familia, si ndio maana yake? Au uliacha wanikabe kwa sababu shemeji yako ndio maana ukamwachia nikabe? Wewe ukiongea hivyo unamaanisha nini? Kwani Boko si shemeji yako, sio mmoja dada yako au? Yaani shemeji yangu kivipi yani unamaanisha? Hebu tulia, kuwa mpole. Unaweza kaona kana nakutania. Hebu subiri kwanza. Sasa huyu hapa yuko na nani hapa? Nani huyo? Kwa mwanangu unanichunia, kisa tunajua kama ni shemeji yako ndo ananifanyia hivyo mimi. Si ndio wanake? Au ndo sasa kuna ushikaji ulikuwa kama mbabe, ubabe gani wewe? Una mbabe wewe? Sasa vipi tena? Oya Nzage. Mwanangu jana ndo kuibiwa simu, leo tena ndo kana ina maana ndo ishaibiwa na hiyo? Au ujinga wewe. Hivi Stumai, nikuuliza swali. Mimi makosa yangu kukulea wewe, si ndio? Sinakuuliza wewe kukulea wewe, mimi ndo na makosa yangu, si ndio? Kwenye maisha yako wewe, nani anayekusaidia wewe? Humu ndani unakosa nini? Unakosa kula wewe. Tulikataa shule form 2 nikaja nikakwambia ukae ufanye biashara. Haufanyi biashara? Haya, hebu niambie. Hii video ina maana gani? Lile tutusa linaweza kusaidia nini? Niambie hiyo video ina maana gani? Sawa, hii video ni kweli, lakini mbona haipo kama unavyofikiria? Haipo kama unavyofikiria kirahisi tu. Haya, nieleze ina maana gani sasa? Wakati naenda kwenye biashara zangu nilikuwa najisikia vibaya na nilikuwa najisikia sana kizunguzungu. Nimekuja kuzinduka, nimejikuta mikononi mwa Boko na yeye ndo alonisaidia. Asa wanzake ndo mambo gani hayo mwanangu? Mbona umetoka na simu yangu sasa vipi?
Nashukuru kwa ushirikiano wako.